Fellow citizens, it is great honor and joy to join you today as we celebrate the 62nd Jamhuri Day here in historic and resilient town of Garbatula. Jamhuri Day is not only a celebration of our nationhood, but also a reminder of the sacrifices, courage, and unity that gave birth to our republic. As we gather here today, we remember the brave men and women who believe in Kenya, where every citizen, regardless of the region, tribe, or faith, could aspire to a better life. Their determination laid the foundation on which we continue to build. Their hopes continue to inspire us, and their resilience challenges us to rise above adversity and pursue progress with unwavering commitment. Today, as we honor our history, we also embrace our responsibility to shape the future of Isiolo County. I stand before you proud of the tremendous strides we have made together this year. Strides that reflect our shared values, our collective strength, and our dream for a prosperous and peaceful Isiolo. This year's Jamhuri Day theme, celebrating the power of tourism, wildlife, and means for socio-economic growth, speaks directly to Isiolo's unique potential. Our county is blessed with unmatched natural beauty, rich cultural heritage, breathtaking landscapes, and world-class wildlife resources. As a gateway to northern Kenya, Isiolo is strategically positioned, and we are determined to make that position count. To ensure tourism benefits our community sustainable and transparently, we collaborated with Isiolo County Assembly, and I have assented to the following legislative framework: the Isiolo Tourism Act 2025, the Wildlife Management Act 2025, and the Isiolo Conservancy Act 2025. These laws will streamline governance, enhance revenue collection, protect wildlife, and empower community conservancies. I commend the Third County Assembly for working hand in hand with executive to deliver these critical reforms. On education, we have constructed 3 ECD classrooms in each ward, which is 33, recruiting 119 ECD teachers, and we have also introduced digital learning in all our ECD centers across the county. In conclusion, as we look ahead, let's uphold peace, unity, and hard work as our guiding principle. Isiolo is home to diverse cultures and traditions, and this diversity is our strength. Let us reject division, embrace cooperation, and work together for our county where every child has an opportunity, every family has a dignity, and every community enjoys peace and prosperity. As we enter the festive season, I urge all residents of Isiolo to show kindness to vulnerable neighbors and ensure everyone feels included. I also encourage you to explore our game reserves and support our local economy to make Christmas even more memorable. I have directed the CEC for Finance and Economic Planning to waive all park entry fees for all residents on Christmas Day. May this festive season bring unity, generosity, and joy to all. Happy Jamhuri Day. God bless you. God bless Isiolo County. God bless Garbatula people. Ladies and gentlemen, land ownership has historically been contentious in Isiolo. I'm pleased to report that we have completed the land adjudication process for Garbatula ward. Early next year, we will issue 3,500 title deeds to secure land rights and boost property values. In partnership with National Land Commission, we issued 1,192 allotment letters to the residents of Kulamawe in Isiolo Town, Kiwanjani in Isiolo Town,
Kambibule in Isiolo town, Tuluroma in Isiolo town, and Kambigarba in Isiolo town. We have finalized the county spatial plan for 2024-2034, which will guide future land use and urban development. We completed registration of Chari community land to protect it from encroachment. Working with FAO Kenya, we've upgraded registry indexing map and established a GIS lab to digitize land records, reducing double allocations and land disputes. We continue to pursue remaining Horn of Africa Gateway Development Project compensation cases with the National Land Commission and KENHA. Livestock is backbone of the Isiolo economy. To unlock its full potential, we are at the final stage of selecting a private investor to operationalize the Isiolo Export Abattoir. This transformative project will strengthen the livestock value chain, create jobs, enhance export, and ensure better prices for our pastoralist businessmen. We established and operationalized the Gabaya and Fiore irrigation farms in Kulamawe, Kina Ward, rehabilitated of ELSA interim irrigation system in Burat Ward. We have completed providing reliable water for smallholder farmers and enabling year-round production. We constructed 3 community hay sheds in Dololo Sericho in Kina, Budesakayo in Chari, and Tepes in Olonyo, which is ongoing. We also established pastures plots in Dololo Sericho in Kina and Muturo in Garbatula, promoting sustainable fodder production and rangeland restoration to enhance drought resilience. Under the Agriculture Department, we completed 9 boreholes in Madogashe, Kombola, Gafarsa, Kulamawe, Bulabesa, Garimana, Kipsing, Bulesa, Cherab to support livestock and crop farming. Under the national government, water projects underway include construction of El Handas, Yacho Namtufa, and Koteha Kanchora water pumps, construction of Urkura boreholes, and equipping of boreholes in Kipsing, Matumandai, Longopito, Bulesakayo, Barambate, Fayo, Iresaboru, and Forfosa. We have launched a livestock vaccination e-voucher system targeting major transboundary diseases. PPR vaccination for sheep and goats, where the government covers for 10 shillings and farmers contribute 3 shillings. FMD vaccination for cattle, where the government contributes 100 shillings and farmers pay 50 per head. Mimi najua iko mambo ya Garbatula FM, nimesikia hiyo, nimepatiana instruction ishughulikiwe. Kama ni malipo walipwe na ianze kufanya kazi, ndio watu wa Garbatula waweze kusikiza radio yao, local radio yao. Watu wa Garbatula tuko pamoja. Sasa mimi nataka nikikaa chini tusikize hotuba ya nani? Ya rais ya jamhuri wa nini? Ambaye tunampenda sana, si ndio? Tutampatia tutam. Mimi nataka kuona watu wa Garbatula wakisema tutam ya president. Na pia ningependa kuchukua hii nafasi kushukuru gavana wa kwanza wa jimbo ya Isiolo, Godana Adi Doyo. Asante sana. Gavana Doyo. Wewe ngoja. Asante. Pia ningependa kushukuru mama county Mheshimiwa Mumina Bonaya Golo. Asante sana. Na pia ningependa kuchukua hii fursa kushukuru Spika wa bunge ya Isiolo, Spika Wahed Abdullahi Banticha. Tulizao watu ya Garbatula. Iko vijana wengine nilikuwa naona pale, women rep wakiongea walikuwa nakosa nidhamu. Hapo kwa kona. Nataka kuambia watu ya Garbatula, tabia kama hiyo siku nyingine msifanye nini? Usirudi. Kama unakuja kosa nidhamu kwa mkutano wetu, kaa kwa boma yako.
ngoja kandidati yako afanye nini? Akuje umpigie mako. Tumeelewana? Hiyo tabia mbaya lazima watu waache. Tumeelewana? Kama hutaki mtu kaa kwa boma yako. Hii iko hapa ni line up yangu. Tumeelewana? Na mimi sina shaka 2027 watu watarudi. Tutashinda mapema. Tumeelewana? Na pia ningependa kabla sijaita county commissioner kushukuru chairman wa peace wa Garbatula sub county Ali Harun. Anafanya kazi nzuri sana. Tutumpigie makofi. Wai makofi Ali Harun. Mimi najua iko mambo ya Garbatula FM nimesikia hiyo, nimepatiana instruction ishughulikiwe. Kama ni malipo walipwe na ianze kufanya kazi, ndio watu wa Garbatula waweze kusikia radio yao, local radio yao. Watu wa Garbatula tuko pamoja. Sasa mimi nataka nikikaa chini tusikize hotuba ya nani? Ya rais ya jamhuri wa nini? Ambaye tunampenda sana, si ndio? Tutampatia tutam. Mimi nataka kuona watu wa Garbatula wakisema tutam ya president. Na pia ningependa kuchukua hii nafasi kushukuru gavana wa kwanza wa jimbo ya Isiolo, Godana Adi Doyo. Asante sana. Gavana Doyo. Wewe ngoja. Asante. Pia ningependa kushukuru mama county Mheshimiwa Mumina Bonaya Golo. Asante sana. Na pia ningependa kuchukua hii fursa kushukuru spika wa bunge ya Isiolo, Spika Wahed Abdullahi Banticha. Tulizao watu wa Garbatula. Iko vijana wengine nilikuwa naona pale women rep wakiongea walikuwa nakosa nidhamu. Hapo kwa kona. Nataka kuambia watu wa Garbatula tabia kama hiyo siku nyingine msifanye nini? Usirudi. Kama unakuja kosa nidhamu kwa mkutano wetu, kaa kwa boma yako. Ngoja kandidati yako afanye nini? Akuje umpigie mako. Tumeelewana? Hiyo tabia mbaya lazima watu waache. Tumeelewana? Kama hutaki mtu kaa kwa boma yako. Hii iko hapa ni line up yangu. Tumeelewana? Na mimi sina shaka 2027 watu watarudi. Tutashinda mapema. Tumeelewana? Na pia ningependa kabla sijaita county commissioner kushukuru chairman wa peace wa Garbatula sub county Ali Harun. Anafanya kazi nzuri sana. Tutumpigie makofi. Wai makofi Ali Harun. Quality healthcare is a right and not a privilege. Under devolution, it is our duty to ensure that no citizen travels long distance or depletes their savings seeking medical care. Through the newly established eye unit care at Garbatula Level 4 Hospital, over 200 cataract surgeries have already been completed, restoring sight, dignity, and hope to the hundreds of families. We have reactivated the theater at Garbatula Level 4 Hospital, enabling life-saving surgical services. At the Isiolo County Teaching and Referral Hospital, we've installed 128 slide CT scan and a digital X-ray machine, reducing referrals and enabling early diagnosis for complex conditions. We resolved the long-standing salinity problem by rehabilitating the hospital plumbing system and procured new beds to enhance patient comfort in Isiolo Referral Hospital. Working with the national government and Safaricom Foundation, we are equipping the new Accident and Emergency Center, which will host ICU/HDU unit, laboratory, emergency service, and other critical units. To ensure consistent access to medicine, we cleared 42 million in inherited KEMSA debt, staff procurement, and stock management to strengthen efficiency, and we are recruiting additional nurses, clinical officers, and community health assistants. Tourism thrives where there is security. To strengthen wildlife protection and enhance visitor conservation efforts,
Together with State Department of Tourism, we have also begun extensive mapping of tourism products, including cultural sites, wildlife assets, and scenic landscapes. To position Isiolo as a competitive destination, we have maintained all access roads in our game reserves and fully rehabilitated the Buffalo Springs Bridge and Airstrip, significantly improving accessibility and security. The once inaccessible Bisan Adi National Reserve is now reachable thanks to the Lapset Corridor and the Isiolo-Madogashe Mandera Highway. Our plan is to fully operationalize this reserve and transform it into a major economic engine for surrounding communities. Mimi najua iko mambo ya Garbatula FM nimesikia hiyo, nimepatiana instruction ishughulikiwe, kama ni malipo walipwe na ianze kufanya kazi, ndio watu wa Garbatula waweze kusikiza radio yao, local radio yao. Watu wa Garbatula tuko pamoja. Sasa mimi nataka nikikaa chini tusikize hotuba ya nani? Ya rais ya jamhuri wa nini? Ambaye tunampenda sana, si ndio? Tutampatia tutam. Mimi nataka kuona watu wa Garbatula wakisema tutam ya president. Na pia ningependa kuchukua hii nafasi kushukuru gavana wa kwanza wa jimbo ya Isiolo, Godana Adi Doyo. Asante sana. Gavana Doyo. Wewe ngoja. Asante. Pia ningependa kushukuru mama kaunti Mheshimiwa Mumina Bonaya Golo. Asante sana. Na pia ningependa kuchukua hii fursa kushukuru spika wa bunge ya Isiolo, Spika Wahed Abdullahi Banticha. Tulizao watu ya Garbatula. Iko vijana wengine nilikuwa naona pale, women rep wakiongea walikuwa nakosa nidhamu. Hapo kwa kona. Nataka kuambia watu ya Garbatula, tabia kama hiyo siku nyingine msifanye nini? Usirudi. Kama unakuja kosa nidhamu kwa mkutano wetu, kaa kwa boma yako. Ngoja candidate yako afanye nini? Akuje, umpigie makofi. Tumeelewana? Hiyo tabia mbaya lazima watu waache. Tumeelewana? Kama hutaki mtu, kaa kwa boma yako. Hii kwa hapa ni line-up yangu. Tumeelewana? Na mimi sina shaka 2027 watu watarudi. Tutashinda mapema. Tumeelewana? Na pia ningependa kabla sijaita county commissioner kushukuru chairman wa peace wa Garbatula sub county Ali Harun. Anafanya kazi nzuri sana. Tutumpigie makofi. Wai makofi Ali Harun. Kwanza ningependa kushukuru community ya Audhak ambaye wako hapa kwa kukua na utulivu na subra baada ya mtu yao kufa. Asanteni sana na tunataka muendelee na kuwa na subra kama hiyo. Mimi kama na kaunti ya Isiolo tumesema damu ya ule mtu amekufa hata kama hatujui nani ameua. Mimi next week nitahakikisha nimelipa hiyo. Ndio sisi na jamii ya Audhak vile Mwenyezi Mungu ametufanya tukue majirani, tuendelee kuishi kama majirani, tupendane kama mandugu. Ningependa kushukuru Mheshimiwa Wakina Ward wakishikana na mwenzake kutoka Balambala na wazee ambaye wameongoza hiyo kikao wakiongozwa na mzee Osman Dima pamoja na mzee kutoka Audhak na security team yetu ya Garbatula. Asanteni sana. Wale wanataka kufanya sisi tupigane na watu wa Audhak, tunawaambia hatuwezi pigana. Tutatafuta mikora ambayo wanafanya hiyo kazi na wachukuliwe nini? Hatua. On the same kwa mambo ya security. Ningependa kuambia county commissioner, security ya Isiolo town imeharibika. Wakora wamefanya Isiolo town ikae kama Mogadishu. Na tunajua hiyo ni mambo ambayo inapangwa na wanasiasa ambayo wanataka kurudisha Isiolo mwaka ya 2002. Isiolo hatutaki biashara kama hiyo. Bunduki ambayo iko kwa mikono ya raia ndani ya Isiolo town ichukuliwe.
raia ambaye wako na bunduki ya haramu wachukuliwe hatua kali, na wale jirani zetu ambaye wameingia kaunti yetu kwa pande ya Chari, tunataka kuambia warudi kwa mipaka yao. Kama wanataka kukuja kukula Chari, wakae chini na wazee wa Chari wakubaliane, lakini hatutaki watu wanatumia kifua kufanya nini? Kuingia kwa mipaka ya wengine. Tunaelewana watu wa Garbatula? Tuko pamoja? Fellow county resident, water security remains a top priority under CIDP 2023-2027. Over the last 3 years, 68 boreholes have been drilled. Out of these, 38 are complete, 27 are ongoing, 9 were dry. Garbatula alone has benefited, Garbatula sub-county alone has benefited from 17 boreholes. Among them, Karabjita, Matagari, Elbote, Kombola, Kurupulchi, Bilipo, and many others. Bilikidera and many others. For the first time in 62 years, residents of Matogashe now have access to clean piped water. We have installed a 10-kilometer pipeline in the Tajibasa, reducing waterborne diseases, long treks for water, and water-related conflict. Additionally, we have rehabilitated the Nduguzanguni system, the Duse pipeline, and Oldonio storage tank. We completed Corbesa project benefiting 1,800 households. Plans are underway for our new water plants in Malka, Daka, Kulamawe, Sericho, and Terap.